Mambo vipi? Karibu sana, na leo nimefurahi sana na nimepata faraja sana kwa kukutana na mtu ambaye nilikuwa natamani sana kuzungumza naye. Anaitwa Faraja Kota Nyalando. Karibu sana kwenye kikao cha dharura, na leo tutazungumza vitu vingi, lakini hasa tukijikita zaidi kwenye wanawake na kampeni zinazoendelea kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29. Faraja, karibu sana. Asante Spectra. Asante sana. Uko vizuri? Sawa, mimi naitwa Nurdin Special Kabwanga, na swali langu la kwanza kwako Faraja, nataka kujua ulipoingia kwenye siasa, hasa kupitia chama chako cha Mapinduzi, nini kilikusukuma kuchukua hatua hii? Maana tumeshakuzoea kwenye mambo ya kijamii. Cha kwanza, kama mtu ambaye nimefanya kazi kwenye jamii kwa muda mrefu, nimefanya kazi na wanawake, nimefanya kazi na vijana, jamii kwa ujumla, nimeona mambo mengi ambayo yanagusa jamii kama changamoto, lakini pia nimejifunza vitu vingi katika jamii ambavyo vinaweza vikawa suluhu ya kutatua hizo changamoto. Na kwa kipekee, watu wengi pisha niuliza ile swali, kwa kipekee nikafurahia kuwa na kiongozi mwanamke ambaye ameshika hatamu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ikanipa moyo na motisha mimi kama mwanamke pia kuthubutu kuingia katika ulingo wa siasa. Na historia pia ya Mheshimiwa Rais inaonesha pia na yeye shafanya kazi katika sekta hizi za kijamii. Kwa hiyo ni nguzo au ni msingi mzuri wa kutumia katika ulingo wa siasa, kwa sababu moja kwa moja unakuwa unajua jamii inataka nini, jamii inahitaji nini, na jinsi ya kushirikiana na hiyo jamii. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza ukaniambia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndo mtu aliyekuvutia wewe kuingia kwenye siasa? Aliniinspire sana. Ningeweza kuingia katika siasa pengine labda mwaka 2015, mwaka 2020, lakini nafsi yangu iliwiwa kuingia sasa hivi kwa jinsi ambavyo nimeona zama hizi ni zama za wanawake, nami nikiwa mwanamke basi ni nafasi yangu, ni zamu yetu niingie katika ulingo wa siasa. Unajua watu wakishazoea kuona watu wako kwenye mambo ya kijamii, wakiona wameingia kwenye masuala ya kisiasa wanasema ukosoaji unakuwa mkubwa sana. Do you think unaweza kuvumilia huo ukosoaji? Unajua uzuri, mimi nimeingia katika maisha wanaita public eye, yani maisha ya kijamii nikiwa na miaka 19. Nilikuwa nimetimiza tu miaka 19. Kwa hiyo niseme maisha yangu yote utu uzima nimeishi katika niite scrutiny, yani yule katika watu kukosoa au watu kusifia. Na ukiingia katika jamii au ukiingia katika hiyo public life ukiwa mdogo, cha kwanza ambacho najifunza ni kutokuzingatia vyote. Yani usizingatie sifa wala usizingatie kasoro. Zingatia misingi yako, imani yako, itikadi zako ili uweze kuwa imara. Ukisikiliza anasema hivi, pengine wako kusifia, kesho kwa kukosoa. Sisi ni binadamu, nafsi zetu ni nyepesi, anasema ni tissue. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na misingi, kuwa na msimamo, kuwa na itikadi ili usitetereke unaposimamia kile unachokiamini. Sawa. Nirudi direct sasa kwa kinachoendelea sasa hivi. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 huu hapa. Tulihesabu miaka, lakini sasa hivi tumehesabu siku kufikia tarehe 29 Oktoba. Unafikiri uchaguzi una maana gani kwa mwanamke? Uchaguzi huu una maana kubwa kwa sababu kwanza sisi kwa Chama cha Mapinduzi kwa mara ya kwanza katika historia ya Chama cha Mapinduzi tangu kuanzishwa kwake mwaka 1977 kuungana tena na Arusha Party ASP, tumesimamisha mgombea mwanamke. Yani ukienda pale katika ile karatasi unakuta mwanamke mgombea wa kiti cha urais. Kwa hiyo ni kwa mara yetu ya kwanza, lakini pia tunaona ambavyo kumekuwa kuna wagombea wengi wanawake katika nafasi za majimbo ya ubunge, na hiyo imetokana pia na nguvu kubwa sana ambayo UWT iliweka kama msisitizo wanawake wengi kagombea majimbo. Tunaona pia hamasa kubwa sana ya wanawake wakishiriki katika kampeni. Nikiangalia hivi vitu vyote, cha kwanza ni jitihada ambazo zimefanyika huko nyuma, jitihada za kujaribu kuweka usawa wa kijinsia kwenye siasa na uongozi. Jitihada hizi zimefanywa na serikali, zimefanywa na Chama cha Mapinduzi, zimefanywa pia kwa kipekee na asasi za kiraia na vyombo vya habari. Na nachopenda kingine kuhusu huu uchaguzi ni ambavyo tukiongelea usawa kijinsia na hasa nafasi ya mwanamke,
hatumwangalii mwanamke kama msindikizaji. Tunamwangalia mwanamke kama mtu ambaye ni nyenzo, ni nguvu ya kufikisha zile ajenda za maendeleo kwenye jamii. Kwa hiyo naamini kwamba tunachokiona sasa hivi mwaka huu ni msingi mzuri wa maendeleo tutakayoona katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Okay, Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa anaweka msisitizo mkubwa sana kwenye nafasi za wanawake. Hata hiyo ya kusema kwamba wanawake waende kwenye majimbo, ni yeye alikuwa anawahamasisha wanawake kupata hizo nafasi kubwa. Na hata ukiona serikali yake, wanawake wamepata nafasi kubwa sana. Hilo tunakubaliana nalo. Wewe unayaonaje mafanikio ya serikali ya Rais Samia tulipotoka kwa upande wa wanawake, lakini unamuona wapi wanawake kwenye serikali ya Rais Samia kama atachaguliwa tena kuiongoza Tanzania 2025-2030? Nakifurahia kikubwa katika kwanza utekelezaji wake wa ilani na uongozi na uendeshaji wake wa serikali, aligusa sana vipaumbele vya wanawake. Wanawake vipaumbele gani? Ni wanawake vipaumbele chao cha kwanza sasa hivi ni kipato, uchumi. Na aligusa moja kwa moja wanawake kupitia mikopo isiyokuwa na riba ya mfuko maendeleo wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na alitoa pesa kupitia halmashauri zaidi ya bilioni 99 ziende moja kwa moja kwenye huo mfuko kwa ajili ya kumsaidia mwanamke. Mwanamke ule mkopo kwa kile ni mtaji. Najua kuna changamoto za hapa na pale, lakini ule mtaji ndio unaweza kumsaidia yeye kujikwamua kiuchumi, lakini pia kukwamua familia yake na jamii yake. Na kingine ambacho kanifurahisha sana ni ambapo pia aligusa moja kwa moja mwanamke mjamzito na kuweza kupunguza vifo vya wajawazito hapa nchini. Mwaka 2020 katika wanawake wajawazito 100,000 tulikuwa tunashuhudia vifo kadri 556 kwa mwaka. Mpaka tunafika mwaka jana vifo hivyo vimepungua mpaka vifo 100 katika wanawake wajawazito 100,000. Ilani hii tunaenda kuitekeleza hapo tutashinda, inatarajia, imeazimia kuvipunguza zaidi idadi hiyo ya 100. Na ukiangalia hata pia kwenye vifo vya watoto wachanga vimepungua kwa kiasi kikubwa. Maana yake ni nini? Maana yake unajua kwa mfano tunasema kwamba tumejenga hospitali au tumejenga shule au tumekuwa, mara nyingi ni vigumu sana kuweza kutafsiri takwimu wa maisha kila siku. Kifo cha mzazi au cha mama mjamzito kinatokana na nini? Kutokupatikana kwa hospitali, kutokupatikana kwa vifaa tiba, kutokupatikana pengine kwa wauguzi au watabibu, huduma za afya in general. Huduma za afya. Lakini tunaona kwamba unapowekeza zaidi, na ambacho nakifanya ujenzi wa hospitali katika wilaya, kuna hospitali 10 mpya zilijengwa katika wilaya kubwa ni hapa Tanzania. Uwekezaji zaidi katika vifaa tiba, ajira zaidi kwa wauguzi, matokeo yake sasa ndo nayaona kwa vifo vya wajawazito kupungua. Matokeo yake ndo nayaona kwa vifo vya watoto wachanga kupungua. Kwa hiyo yani uwekezaji kusema kwamba tumefanya hospitali, mara nyingi kusema si ni jengo tu, lakini ina matokeo ya moja kwa moja ambayo haichukui muda mrefu kuyaona katika jamii. Sio kwamba tutachukua kizazi cha miaka 10 au miaka 20. Ndani ya mwaka mmoja tayari unaona idadi ya vifo vikipungua. Unaona watu wakitibiwa na kupata afya bora. Hivyo pia katika elimu. Tulikuwa tunaongelea kwamba watoto wengi waandikishe. Lakini uweze kusema watoto wengi waandikisha kama hakuna shule za kuandikisha, kama hakuna walimu wa kuwafundisha. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba shule nyingi zimejengwa, ni takwimu. Tumejenga shule labda 4, tumejenga shule 3, tumejenga shule 2. Maana yake ni kwamba moja kwa moja utaona matokeo yake katika wanafunzi wengi zaidi kuandikishwa, ajira za walimu zikilazimika kutengenezwa, yani kwamba walimu wengi waingie vioni na walimu wengi waajiriwe katika mfumo wa serikali kuweza kufanikisha malengo ya elimu kwa zile shule zilizojengwa. Tunaona hivyo hivyo rasilimali katika hizi shule zikiendelea kuwekezwa, iwe rasilimali za kufundishia au za kufundisha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo moja kwa moja vilikuwa vinamgusa mwanamke. Na mwanamke vipaumbele vyake ni pana, nasema tena, uchumi, afya, elimu na familia yake kwa ujumla, ule ustawi kwa familia yake ambao msingi wake ni uchumi, na ndio msingi pia wa hii ilani yetu. Wakosoaji wengi wanasema kwamba naomba nisiwaite wakosoaji, ni watu wenye mawazo mbadala. Watu wenye mawazo mbadala wanasema kwamba hivyo vyote ambavyo mnasema, kujenga shule, kujenga zahanati, kujenga nini,
hivyo vyote hivyo ni kazi ya serikali. Kwa nini tusifie kazi ya jukumu mama la serikali? Unajua, kwa mfano, kazi ya baba nyumbani ni kuhakikisha kwamba familia yake inapata chakula. Lakini baba akirudi na kichane cha ndizi, bado utamwambia asante baba, karibu nyumbani. Mtu akifanya kitu chema, haigombi, si vibaya, na kuhuruka yetu ustaarabu wetu kama Tanzania, si vibaya kumpongeza au kukitambua. Inasikana usipongeze kama umeamua kuchukua njia ambayo ya kuposoa, lakini walau kitambua. Na mimi naona kwamba namba hazidanganyi, matokeo hayadanganyi. Yani sio kwamba unasema kitu ambacho au unatetea kitu ambacho hakipo. Tunakiona kipo katika jamii. Kwa hiyo mimi naamini shuhuda zilizopo, namba zilizoko, matokeo tunayoyaona inatosha kuelezea kazi zilizofanyika. Kwa hiyo si kupongeza kwa hewa, tunapongeza kwa vitu ambavyo kweli tunaviona katika jamii. Okay. Bado unafikiri Chama cha Mapinduzi unafikiri kwamba wanawake bado wanastahili kupewa nafasi za upendeleo kwenye Chama cha Mapinduzi, kufika pale ambapo unasema bwana 50-50 hivyo? Yani bado unaamini kwamba mwanamke ni mtu sasa wa kuendelea kusukumwa, au kusukumwa nimetumia lugha ngumu kidogo, wa kuendelea kupewa? Yani bado naamini Chama cha Mapinduzi bado kinastahili kuendelea kuwapa wanawake nafasi na sio wanawake kupambania kabisa. Unajua, bado kuna safari ndefu bado katika usawa wa kijinsia, sio kwenye Chama cha Mapinduzi, kwenye jamii kwa ujumla. Bado kuna vikwazo vingi sana kwa mwanamke kuweza kufanikiwa. Bado kuna mfumo dume ambao tunavyoona. Kuna nafasi kubwa sana imefanyika, nafasi kubwa imefanyika katika hizi ngazi za juu. Sasa hivi tunataka kumkoa Chama cha Mapinduzi akiwa mwanamke. Tuna spika mwanamke. Kuna rais wa Jamhuri ya Muungano mwanamke. Lakini hakuna nyuo. Kuna ngazi hii ya kati. Alafu kuna ngazi ya huko chini. Na ukianza kuteremka, unagundua bado mfumo umeweka vikwazo kwa ajili ya mwanamke. Na tukianza kwenye mfumo, usikiba mfumo bila ni huku juu sana au serikali ni hapana. Ule mtazamo tu kwa mtoto wa kike, tangu anapozaliwa, anapokuwa, anapoelewa, misingi ambayo anapewa, wajibu ambao anaambiwa nao, haki zake, yote hayo yanamfanya kwamba ajue mimi sio mtu ambaye ninaweza. Kwa tayari mtoto wa kike anakuwa katika hali ya unyonge. Lakini pia akiwa katika hiyo hali ya unyonge pia anakwamishwa. Either kaambiwa kisha kama yakafana bila uolewa. Sheria yetu ndio inaruhusu mtoto kuolewa kwa na 15. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna vitu ambavyo ni vikwazo kwa huyu mtoto wa kike. Na kwa mwanamke sasa anavyozidi kukua, mifumo pia inakuwa inazidi kumbana. Kwa hiyo kuna haja sio tu katika siasa, katika nafasi zote, kwenye uchumi, kwenye jamii, kuna haja ya kuendelea kumpa kipaumbele mwanamke. Mimi naona safari bado ni ndefu sana. Okay. Kwa huku ndio tumepatia, lakini ukianza kutereka naweza kuona idadi inapungua. Kazi kubwa sana. Okay. Wewe umepitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030. Ni maeneo gani ambayo yamekugusa zaidi, hasa kwenye masuala ya uwezeshaji wa wanawake? Maeneo yako mengi, nitahusia machache. La kwanza, ilani kwa ujumla imejikita sana kwenye uchumi na kwenye ustawi wa jamii. Na naamini ilani imejikita kwa sababu dira ya taifa ya maendeleo 2050 imejikita huko. Na ni muhimu kuelewa, cha kwanza katika ilani imeangalia sekta zote, hasa sekta binafsi. Na kwa nini kwangu mimi hilo swala ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu ili tukiweza kuongelea ajira, tunaongelea ajira kwa watu wote. Mtu aliyomaliza shule, lakini pia hizo ajira zisizokuwa rasmi pia ziweze kurasmishwa. Na sekta binafsi ni sekta moja ambayo inaweza kuwa mwajiri mzuri sana wa kusaidia kupunguza changamoto za ajira nchini. Sasa hivi mwajiri namba 1 ni serikali. Lakini serikali katika ilani ya Chama cha Mapinduzi imeazimia kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi, kuweza kuanzisha biashara, kuweza kufungua kampuni, kuweza kuendesha shughuli zao ili pia kuongeza ajira. Imeazimia pia kuweza kushirikiana nao ili pia kutengeneza ajira. Tunatarajia katika hii ilani mpya kuwa na sera maalum ya maendeleo ya sekta binafsi. Maana yake tutaenda kuona ajira mpya zikitengeneza, kwa sababu kutoka kuna waajiri wapya, yani kutoka kuna new employers ambao bila shaka watatoa ajira kwa watu wapya.
ikiwemo wanawake. Yani katika hayo yote wanawake ni kipaumbele, vijana ni kipaumbele. Kingine ambacho kinanifurahisha sana ni mikopo isiyokuwa na riba. Tumeona ilifanya vizuri katika hii miaka 4. Tunatarajia tunavyoenda katika hii awamu nyingine iweze kufanya vizuri zaidi, wanawake waweze kupata mitaji. Jamani, yani nisemeje, ambapo hii mitaji ni muhimu. Yani mwanamke yoyote aliyoko mjini, aliyoko kijijini, cha kwanza kumuuliza shida yako nini, atakwambia mtaji. Kuna haja tunahitaji kujikwamua kiuchumi. Na mimi naamini mwanamke ndio mtu ambaye anaweza akaendesha uchumi wa familia yake katika namna ambayo itasaidia ustawi wa familia yake. Faraja, wewe ni mwanamke wa Kitanzania ambaye umeishi kwenye umaarufu. Lakini kuna kipindi hata wewe ulikuwa first time voter. Na watu wengi wanaamini kwamba kupiga kura ni kwa sababu ya watu fulani. Yani watu fulani wanastahili kupiga kura. Labda mtu akikuona Faraja umetoka mbele pale anasema hao ndio wanastahili kupiga kura, not me. Nataka uniambie, unamwambiaje first time voter wa Tanzania kwa sasa kuhusiana na kupiga kura? Yani yule mtu ambaye anaenda kupiga kura kwa mara ya kwanza. Kupiga kura ni haki yako ya kikatiba na ni wajibu wako kikatiba. Lakini ukitoa katiba, wewe kama mtu, kama mwananchi, kama Mtanzania, unastahili kuchagua kiongozi unayetaka akuongoze. Yani katika ili upate kibali tuseme, au ili upate ile sauti au ile nguvu ya kusema kwamba fulani anafanya hivi si sawa au fulani anafanya hivi ni sawa, basi wewe umeshiriki katika huo mchakato wa kuamua awe nani na kuelewa kile ambacho anaenda kukisimamia. Kama tunasema kama tunaenda na fulani huyu ajenda yake ni nini, fulani ilani yake nasema anasimamia nini, ili uweze kupata cha kumsuta nacho tuseme, yani cha kumwambia kwamba wewe ulisema hivi na hivi na hivi, mbona unafanya hivi? Sasa hiyo nguvu, hayo mamlaka unayapata pale unapoenda kwenye sanduku la kupiga kura Oktoba 29 na kuamua kiongozi unayeamini anapaswa kukuongoza. Kwa hiyo ni haki, ni wajibu ndio, lakini pia mimi naamini mtu ambaye unajiheshimu, utaheshimu maamuzi yako na unaamini maamuzi yako maamuzi sahihi. Kwa hiyo sidhani kama ni sawa kumpa hiyo nguvu mtu mwingine, lakini hiyo nguvu mke mwenyewe au hiyo nguvu yako ulionayo usiitumie pasadi. Okay. Mimi na mawili ya mwisho. Moja, ukiangalia upande wa pili kwa maana ya wapinzani, huwa wanasema kwamba CCM haina mtazamo mpya wa sera za wanawake na watoto pamoja na ajira. Kwako nalizungumziaje hilo la kwanza? Alafu nitakuuliza la mwisho. Si kweli, lakini sababu ni yani tunahitaji pia kuwa na maoni pinzani. Mimi naomba nimusie eneo ambalo niko passionate nalo sana, eneo la elimu. Sasa hivi tuna sera mpya ya elimu, na hii sera mpya ya elimu inaenda kugusa elimu ya ufundi, study, yani study za ufundi. Na inatoa nafasi kwa wanafunzi wa sekondari kuweza kusomea ufundi. Na pale anapomaliza sekondari kuweza kuwa na cheti cha aina fulani ya ufundi. Kama ni fundi gari au fundi umeme, lakini anakuwa na cheti na ujuzi. Huyo mtu kwa kile cheti na yale maarifa alionayo na ule ujuzi alionayo, moja kwa moja anaweza kuingia katika soko la ajira na kuanza kujitafutia kipato. Hichi ni kitu ambacho kiko progressive. Nilikuwa naangalia video moja hapa juzi ya mtu anaitwa Tim Cook. Huyo Tim Cook ni CEO wa Apple, hizi simu tunazo, Apple iPhone na kadhalika. Na yule mtu akanaongelea ambavyo aliulizwa kwa nini mnatengeneza simu zenu China. Wakati huko Marekani ndio kuna top engineers, yani kuna watu ambao wamesoma, wana masters na manini, teknolojia ipo kule ya uhandisi. Akasema ndio, ni kweli Marekani kuna wahandisi wa hizo level za juu. Na mnafikiri kwamba sisi tunaenda China, yani sawa kama kampuni ya iPhone Apple, kwamba watu wengi wanafikiri wao wanaenda China kwa ajili ya cheap labor, kwamba China labda kuna ajira inapatikana kirepesi,
na labda wanafuata wale uhandisi wakubwa. Lakini akasema hapana, sisi tunaenda China kwa sababu kuna wale watu ambao ni ule uhandisi au ufundi wa hapa katikati. Neno jipe kusema fundi mchundo. Yaani kina wale ambao ni technicians. Kwa maana ya kwamba ndio uhandisi tunaohitaji, lakini tunahitaji watu wengi sana ambao watakuwa wanajua spana na kwenye hapa, natoa kitu hapa naweka hapa. Na tunapoelekea kama Tanzania, tuko inspired na nchi kama China ambayo imeweza kutengeneza watu wengi sana wenye ujuzi wa ufundi kwenye maeneo mengi sana. Na ndio maana China ukikatiza hivi kiwanda, ukienda kukiwanda kuna mji mzima ni viwanda. Vile viwanda vitendeshwa na nani? Havitendeshwa na wahandisi wamekaa wanafanya maformula manini. No, unahitaji hawa watu ambao ni mafundi, ni wahandisi level ya kati na level ya chini, ambao wanahitaji kuwa na huu ujuzi na kuweza kujipatia kipato, lakini pia kuendesha sasa uchumi wa nchi. Kwa hiyo sera ya elimu imemusa hapo moja kwa moja kwa kuzingatia ufundi stadi na kuwapatia vijana huu ujuzi, ili anapomaliza sekondari tayari awe na kitu ambacho kiingia nacho mtaani kitamsaidia, kitampa kipato. Tunaona pia katika hii sera ya elimu pia tunaendelea kuwa na elimu bila ada. Sio tu kuanzia form 1 mpaka la kwanza mpaka la 6 au la form 1 mpaka form 4 mpaka form 5 na form 6. Maana yake tunaendelea kumweka mwanafunzi shule, tukimlinda, lakini pia tukimpa haki yake ya elimu. Hivi ni vitu ambavyo ni progressive, ni vitu vipya. Na tunagusa moja kwa moja kwenye upande wa sayansi na teknolojia, upande wa bunifu. Havikuweko hivi vitu, ni vitu vipya. Tumetambua umuhimu wa tehama katika elimu. Tumetambua umuhimu wa tehama katika uendeshaji wa serikali. Tumetambua umuhimu wa tehama kama namna kufikishia taarifa. Tumeona kwa mfano katika ilani kingine ambacho nakipenda ni ambavyo mwananchi ataweza kuripoti jambo lolote kupitia mfumo utakaowekwa kwa serikali ngazi ya chini. Yaani kama unaweza kusema kwamba nimeenda leo katika hospitali fulani, huduma haikuwa nzuri, au pengine ningependa huduma fulani, pengine ingekuwa hivi na hivi, ingekuwa bora zaidi, na kia taarifa kwenye mfumo ikafika moja kwa moja sehemu husika na kufanyiwa kazi. Wewe kama mwanaharakati kwa masuala ya maendeleo, lakini pia masuala ya wanawake na mambo mengi, elimu na vitu vingine, urembo and all that, sawa siku ile mkiona mwanamke mwenzenu, na ikita hapo kwenye wanawake, mkiona mwanamke mwenzenu amepiga hatua, kuna style moja nasema adui wa mwanamke ni mwanamke, lakini utaona kwenye social media huku kila mwanamke amempost. Haijalisha na msupport kiasi gani huku chini au amsupport, lakini utakuta tu amempost. Siku nakumbuka Oktoba Machi 19 2021, picha zilizokuwa zimesambaa mtandaoni kwa ni za Rais Samia tu akiwa ametoka kuapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka kujua wewe kama mwanaharakati, siku ile ilikuwa, kwanza ulijisikiaje, lakini ilikuwa ina tafsiri gani sasa kwako na harakati zako za wanawake? Ilikuwa na tafsiri kubwa sana. Tena nilikumbuka mazungumzo ambayo nimefanya na mama yangu nikiwa mdogo. Na mama yangu huo mwaka alikuwa anagombea udiwani wakati, sio vitimalimu, wakati kabisa. Na rafiki yake alikuwa anagombea ubunge kwenye hilo jimbo. Kwa hiyo anagombea udiwani, rafiki anagombea ubunge. Na nakumbuka nikamuuliza, yaani ingekuwa hivi, unaonaje kama ingekuwa wewe unagombea udiwani, rafiki yako anagombea ubunge, alafu ingekuwa kuna mgombea anagombea urais ambaye ni mwanamke. Sababu rafiki yake pia ni mwanamke. Mamangu alicheka. Akaniambia ni ngumu sana. Sidhani. Sasa hivi Tanzania, ngumu sana. Bado. Ile siku Mheshimiwa Rais anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilikumbuka ile maongezi. Mamangu ametangulia mbele za haki. Natamani angekuwa hai akishuhudia kile ambacho alisema ni kigumu sana kikitimia na kikiona kwa macho yake. Mimi kama mtoto wake nashukuru kuishi zama za Dr. Samia Suluhu Hassan na kuona kile ambacho mama yangu alikuwa anakitamani. Lakini alikiona ni kigumu sana. Kwa sababu ukweli ni kwamba
kama nilivyosema hapo awali, bado mfumo ni mfumo dume na sio rahisi, yani kutoboa mpaka kufika pale sio rahisi. Rais wetu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ni mwanasiasa mkongo, ni mkongo katika chama, ni mkongo katika serikali. Naamini ameruka viunzi vingi sana kufika pale. Na mwanamke yote alokanikiwa, hiyo kwenye biashara, hiyo kwenye asasi za kiraia, ni shughuli za kijamii, hata kama ni kanisani, kiongozi wa kanisa, ameruka viunzi vingi sana. Kwa hiyo kwa yeye, siku ile kale kuapishwa, kwangu mimi ni kwamba utaruka viunzi na utafika. Basi tumalizie hapo hapo, utaruka viunzi, mtoto wa kike wa Kitanzania, lakini utafika. Hayo ni maneno ya Faraja Kota Nyalandu, ambaye yeye alikuwa Miss Tanzania mwaka 2004. Baada ya hapo akatoka akaingia kwenye kumkomboa mtoto wa kike kwenye elimu, akaanzisha kitu kinaitwa Ndoto Hub, ambao makazi yake yako pale jijini Arusha. Baadaye akatoka akaingia kwenye mambo mengine ya maendeleo, anaongezea, yani akaenda kwenye mambo ya maendeleo mengine akafanya huko. Baadaye ametoka ameingia kwenye masuala ya siasa. Kwa ni mtu ambaye anafanya vitu vingi vingi sana hapa, na ndiye alikuwa mgeni wetu wa leo kwenye kikao cha dharura. Mimi ni Nurdin Special Kabwanga. Mpaka wakati mwingine tutakapokuwa na mtu mwingine. Asante sana kwa kunitazama.